Kuna kitu mnapiga kelele lakini hamfikiri. Hii Ebola ikishafika hapa Kenya, mtafanya nini kama hamuna facility, hamuna equipment ya kutibu wagonjwa, ya kushughulikia? Na already hapa kutoka Kongo, Uganda ishafika. Kongo wameripoti, Uganda wameripoti wagonjwa ni 2 wenye wameambukizwa. Then hapa Kenya haikuja, border haijafungwa. Border ya Uganda na Kenya iko open. So usipokuwa na hii facility na already ugonjwa iko ishafika, mtafanya nini? Pigeni hesabu watu wangu. Hesabu. Ruto, najua umepiga hesabu ya future. Hii Ebola tusiposhughulikia sasa hivi tukuwe na hiyo facility na itokee, mtafanya nini? Mnapiga kelele. Sasa ziwasaidii. Fikiria mbele watu wangu. Hii ugonjwa ishadunda Afrika mzima, najua inaenda ikiripoti one by one. After days itakuwa ina report cases kama hizo Ebola. Na Amerika washaunda deal na Kenya. Washaona mbele. Wanajua hii kitu inaenda kuhappen. Na after 2 months ugonjwa itakuwa imesambaa hapa Kenya, country zote. Na hapa Kenya sitakuwa tumeshaona mbele hiyo facility ikijengwa. Tutakuwa tuko na facility, equipment zitakuwa zishadunda Kenya. Hapo si ugonjwa wetu utashughulikiwa. Mkikosa hii facility utafanya nini? Na ugonjwa ikuwa imeripotiwa. Bwana, mfikirie watu wangu. Ruto amepiga hesabu. Licha ya Ruto tunamjua ni muongo mkora, lakini hapa kwa hii amepiga hesabu. Juu yenyewe hii facility inajengwa, watu gani wananufaika nayo kama si wa Kenya? After hii virus ikipotea, example ikuje alafu ipotee Ebola, watu wa Ebola wapone na ishe hivyo, si tutakuwa tuko na facility na equipment ya hapa? Haiwezi rudi huko Amerika na hakuwezi bomolewa tena, hiyo ishajengwa permanent. So watu wangu, tupige hesabu. Wacha facility jengwe, then hao wagonjwa wakuje warokote popote walipo, washughulikiwa hapa Kenya. After hapo, si ugonjwa ikipotea ikiisha, wagani watakuwa wamenufaika? Sisi tutakuwa tuko na facility, equipment zitakuwa hapo, tutakuwa tuko na madaktari washahitimu, washajua mambo na kutibu Ebola, tushakopi kila kitu hapo. Sitabaki na facility yetu inaweza shughulikia magonjwa mengine kama kansa, gonjwa ingine siku ingine ikitokea, si tunapeleka tu pale watu. Bwana, pigeni hesabu ya kwenda mbele. Hii siasa Ruto, kwa sababu ya hiyo nimesema 2 term. Wacha watu wa Ebola wadropiwa hapa Kenya, washughulikiwa hapa Kenya. Oya guys, nasikia Ruto wanataka kuleta watu wameambukizwa Ebola wadunde Kenya, alafu facility jengo wapi? Laikipia. Mimi ndakwambia hivi Ruto, wewe ni mtu unafikiria sana, na najua umepiga hesabu juu within 2 months Ebola itakuwa ishafika Kenya. Na hii ni facility ikijengwa itatusaidia sisi kama Wakenya, juu kutakuwa already equipment ishaletwa, madaktari wako Kenya. Juu already kama Uganda ishafika ugonjwa wa Ebola, na Uganda na Kenya ni neighboring country. So Ruto, wewe fanya hiyo mpango, facility jengwe, kisha tushughulikie watu wa Ebola wenye wako kutoka Amerika, wenye wako nchi zingine za Afrika, walete hapa, na within 2 months hawa watu watakuwa washapona Ebola. Then after hapo, si facility itakuwa ni yetu wa Kenya. Nini tena ingine tunataka? Hiyo ni maendeleo tutakuwa tumeachiwa hapo, haitabomolewa. Facility itakuwa ishajengwa na madaktari wetu watakuwa washajua kutibu Ebola, watakuwa na equipment hapo. Hiyo equipment iweze rudi Amerika. Kila kitu tutakuwa tushajanjuruka, tumeshajifunza kudili na wagonjwa wote. Ebola ikienda, siku na ugonjwa mwingine pia itashughulikiwa tu hapo. Siku nyingine ikitokea, ama tusipokubali deal na Amerika, so si tutawacha na Ebola iko ishafika, tutafanya nini?
So tujipange bwana, hii facility ijengwe, kisha Ebola, watu Ebola waletwe watibiwe, na ikishughulikiwa wapone. Tutakuwa tushajua tiba, tushashughulikia wagonjwa wamepona. Tunaendelea, Wakenya wakipatikana naye bahati mbaya pia ni sawa, tutawashughulikia kwa hiyo facility, na hiyo facility itakuwa imeshajengwa ni yetu ya Kenya. Wakenya, kwani mnapiganga hesabu gani? Ruto, hata kwa hiyo nimesema 2 term.